Haya, Asmani njoo. Ajue na kukwenda. Haya, njoo. Jamani, Asmani na huyu nani ana nguvu? Haya. Piga leo, piga sana. Piga, ndishe. Mwana tu, ndipo alikuwa anaomba kanisani. Nafuta nguvu za giza. Piga. Nafuta nguvu za giza. Anaenda kupigwa na shetani. Na alipo mapepo. Nikamtu kadogo, lakini kwa sababu mtu hajahamishwa hawezi kushinda. Kwanza haoni anayepigana naye. Pili amefungwa. Alipofungwa hawezi kwenda kwenye mipaka. Akiwa yuko hivi. Kitabu cha Yohana 11 mstari wa 42 pale. Lazaro anaitwa kutoka kaburini. Ametoka, amefufuka, si kwamba amekufa tena. Amefufuka, ila amefungwa sana na Yesu. Yesu anasema mfungueni. Kumbe kazi ya kumfungua sio ya Yesu. Ni amani mwasote. Sema tena nini? Kuna vitu vingine ukimwomba Mungu nifungue, anasema nisumbua. Mungu amani mwasote. Sema tena amina. Sema tena nini? Tayari ametoka kwenye mauti. Lakini huyu mtu kuna vifungo vya walali kwake. Huyu kwa sababu hajavuka mipaka. Hivi alivyo hawezi kujisimamia. Hawezi kusimama mwenyewe. Hawezi kutoa. Hawezi kutii maagizo ya kanisa. Hawezi kuona hitaji la kanisa. Yaani hivi tunajenga. Kuna mtu na raha, kuna amani. Mtu aliyefunguliwa na ni mtoto wa revival hapa. Akitembea sababu bati. Akilala na waza bati. Tunapokuwa kanisani. Nini anaye mshiko ndani? Lakini huyu sasa kwa mwana mpaka ni kusu. Anapata kwanza pa. Yale maumivu yanamzuia wake. Leo. Wamesema leo. Sema leo. Sema leo. Kila kizuizi kilichowekwa kwenye malango yake ya kiroho leo utaokolewa na utahamishwa. Sema tena mimi. Sasa huyu tunamhamisha sasa. Tunataka tuanze kumhamisha. Nguvu za Mungu zinakuja. Sema tena mimi. Mungu anapotaka aende upande wake, fungua haraka. Anafungua kwa sababu kwa Mungu hatuendi na vifungo. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Umeona kilichotokea? Umeona kilichotokea? Leo chochote kilichokuwa nzuri baada ya kuvuka mipaka tutamshika adui hata sura yetu. Tupa pembeni, sema tena amina. Sema amina. Sema tena amina. Sema Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Kuna kesi moja nilikutana nayo kanisani kwangu. Binti akuja kushtaki baba na Mungu niombee kwa hivi. Nasema leo ndio utakuwa mtu wa kwanza wa upako unaotaka niutoe wa kuvunja ndoa. Nasema sasa ngoja na mimi nimuulize Mungu upako utakuwaje. Mungu akanionyesha upako. Ni sawa. Wewe nivunja ndoa. Nenda madarasa. Au tafuta kile kikopo anachowekea kama. Akatafuta. Kanunua mapana jaza moja. Kajaza. Mapana mtanataka na baba jazi bana hasira zisiwepo, nenda kipofu na jinsi kutoka na kuachanisha. Nafuata nenda mmoja kwa kama hapa anaitwa Maseko. Mwaka kwa hivyo na gari chuma. Akifika na kutoka na anakuja kale na watu. Dada kwa nza dawa kwa sababu dawa ni mwanamke mzee. Kwa unasemaje? Sio watu wengi. Unatakaje? Uvumba imenishika. Yaani kama mimi ni mzazi, mimi bado ni binti ndogo naweza hata kusema. Kama uko tayari kutumia dawa hii, ungana na sisi. Tunaishi. Akafunga. Ndio kaza. Ananisamehe.
kulia, ndugu zako wamesogea sana. Nilikuwa namwambia tu kama namwambia kwa watu wanasema na tunatumia. Jamaa toka Chunya amefika pale. Kama anakanyama sehemu alimdaka, alikula vibao. Jioni wanakuta anarudi nyumbani. Wewe, mbona leo mwanzo gari imeharibika? Kumbe kule gari imeharibika. Baada ya kuvuka mipaka, Mungu anataka uachike. Mungu anatupa ufunuo jinsi ya kushinda tatizo na ndoa yako imesema. Sema tena amina. Naye tutoka katika nguvu za giza akatuhamisha. Mipaka ni kuhamishwa kutoka kwenye ufalme kwenda kwenye ufalme. So mimi nafundishaga somo la mipaka utumishi na nimefanyia mazuri. Kimungu. Nilikuwa naendesha gari na mpaka fulani ukitoka mbele. Na wilaya mimi na wilaya kia. Mpaka gari. Kwa mtu atoka. Hali ya hewa. Ukishavuka mpaka, yaani kwamba wameweka kibao kama ukipita kibao kaja unaanza kuishi hali ya hewa njema. Ukirudi huku baridi. Sasa hapa katikati pana nini? Kumbe mpaka ndio maana huku kuna vitu vyake, hali ya hewa ya kwake, na huku kuna hali ya hewa ya kwake. Kumbe katika ulimwengu wa roho unapovuka mipaka kuna maisha ya upande wa pili, kuna maisha ya upande wa kwanza. Lakini huwezi kuishi, kuna maandiko tunasema kwenye Biblia hayawezi kuwa yetu mpaka tumevuka mipaka. Ndipo tutaona uhalisi wa ile maandiko, ndipo tutaona uhalisi wa yale Mungu amesema. Na kitu kikao huku hatuwezi ona uhalisi wa yale maandiko ambayo Mungu amesema mpaka tuvuke mipaka. Sema amina hapo. Sema Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Kwa tofauti na wenzio na kule viko zaliwa. Kama unavuka mipaka, kubali kuhamishwa. Sema tena amina. Tuwafundishe watoto wako. Waloma mtuzidi sisi. Hata pale tunatengeneza bahasha fungu la 10 na kutoa waloma tunatengeneza bahasha za fungu la 10 kwa watoto. Watoto wadogo. Watoto. Mimi nakuja na kitu kigumu. Ukisema unapenda kama unapenda mapepo utajua. Umwambie kabisa. Kila mtoto nje na sadaka, mtu mzima lazima uwe na uwezo wa kutoa sadaka ya kuchangia maendeleo ya kanisa kwa mwaka 20. Kila kitu cha mtoto 20. Ambazo sisi tukisema huyu amoke, hakuna mtu akutuzuia. Sio tuseme tuingie kunena kwa lugha. Lazima tutoka. Mwanzo nguvu ya kutawala haiko kwenye maombi. Nguvu ya kutawala iko kwenye fedha. Huwezi kuongea chochote kama unaenda. Utaongea chochote kama unaenda. Wewe kuwa maskini. Wewe kuna kikao cha familia. Ukinyosha mkono ni kama unaweka fujo. Tulia bwana. Fujo za nini? Na umepiga tai yako ndefu na limloko. Ya msingi. Tulia sasa hivi. Kikao kitaharibika tena. Unaweza kuwa kwanza kwenu kama una hela. Afya mtu. Mwenye kosa na. Tunavyo. Na hakuna watu wanafiki kama wenye kosa. Msibane. Ukirasa anaweza pombe mwambie asogeze kidogo kapombe angalia mimi niwaambie mimi nimezalilika dada yangu anatolewa mara mimi sijui nimerudi nyumbani na urokole wangu na suruali yangu pana kama na mashine na kuto kumefungwa mziki kuna nini sasa anatolewa mara Nasikia ni sina mchana. Wamenisahau. Kuna mpaka
zitavuka. Angalia mwenyewe na mkubwa. Hata kulia kwa wenyewe. Wanaosikia msimamo. Maskini. Tumaini. Tulie tusilie kwanza. Mchango ni laki. Hii tuoneshe msimamo. Kamekwepa mchango. Wanasogeza, wanapuruka kwenye mchango. Jamani, huyo mwache huko watatupotezeni. Kumbe alikuwa kwa mchango. Wenyewe kulia kwa utasikia hiyo. Nani? Hakikisha watu wa dukani wameshapatisha pale. Waambie watu ongezeke eti Nyanza sasa. Wenyewe